Sometimes watu wanaanza vitu ambavyo hawako serious navyo. Uhusiano lina miaka 6. Ushamaliza bachelor, umefanya masters, umemaliza PhD. Yanakuja mengine, yanatokea, yanakuwa ni ndoa. Nyie mpo tu pale. Wanasema tunajipanga. Mnajipanga nini miaka 6 eti? Mna matatizo gani? Wanasema naendelea kumwangalia. Unamwangalia nini? 6 years you're committed to a man ambaye hauoni future. Utakuja kuumia vibaya wewe. Kama kingekuwa ni kitu kweli mko nacho serious, hata mngekiwekea mpango wa muda. Na kitu kimoja sisters, usipojua kumkazia mtu wako kwamba jambo litokee, linaweza lisitokee. Bora ukaze, aonekane hataki, uelewe kabisa kwamba hiki kitu hakipo. Unajua wewe ni ujambazi, yani umemweka mtu hivi mahali. Hawezi kutoka, hawezi kuendelea na mahusiano mengine ambayo yangeweza kutokea yakawa ndoa, hawezi kuendelea huko kwa sababu umemshikilia mtu mahali. Unamwambia subiri, mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4, una roho ngumu wewe baba. Na wewe mdada kama mwana kondoo aendaye kuchinjwa, hauna habari. You're waiting. Hivi vitu watu wa Mungu viwe na kikomo. Ninaelewa kuna mambo ya kujiandaa, kutafuta shauri la Mungu and stuffs, lakini with a limit. Tusiwe na maisha namna hiyo. Sisi ni watu wa Mungu. Mdada umekaa tu hivi, you're not pushing your thing. Sasa sisemi wanawake wakose akili mpaka washinde kuwa considerate na upande wa pili, kumpa mtu nafasi ya kujibuild na kufanya nini. No, you must be considerate. Lazima useme hivi, ili jambo linaisha lini, na tuone kivitendo likielekea kuisha. Kama huko tayari kuoa, usiingie kwenye mahusiano, kwa sababu mahusiano sio kwa ajili ya starehe, ni kwa ajili ya kukupeleka kwenye ndoa. Ukiwa tayari, get a lady. In the same manner, mtoto yuko diploma, ana boyfriend, unamuuliza binti, ukifikiria ndoa unaiona mwaka gani? 9 years later hakajui hata kama kuna mambo ya ndoa, yani kwamba eti imai kuregister kwamba mimi naweza nikawa mke wa mtu, lakini kana mwanaume kabisa hivi, na huyo mwanaume anatosha kabisa kukafanya kashindwa kulala asipokatumia message. You are setting yourself for trouble. Unaomba katika jina la Yesu, kila vifungo vinavyofunga maisha yangu katika. Mbona ukioni hicho kifungo, ile uhusiano sio kifungo hicho? Unamwambia hivi, ukiwa tayari utakuja, kama bado nitakuwa ninapatikana. Unaona hivi nilivyoongea hivi, ninafurahi kwa sababu ninajua kuna mahusiano ya kijinga yatakufa.